Naam, hii ni simulizi ambayo inaitwa Injustice Jamila. Ni simulizi ambayo inamhusu mtoto mdogo ambaye alikuwa anaishi vizuri sana na wazazi wake. Wazazi wake walimlea vizuri sana na alikuwa anaishi kwa upendo, amani na furaha kabisa. Yeye, dada yake, mama yake pamoja na baba yake, ilikuwa ni familia moja ambayo ilikuwa inaishi kwa mshikamano sana na wazazi wao waliwapenda sana wote wawili, Jamila pamoja na kaka yake mkubwa. So one day wakati wazazi wake Jamila amesafiri, baba yake na mama yake wakiwa wanaenda mahali, kuna taarifa ambazo zilirudi nyumbani kwamba kuna ajali ambayo imewakuta na ikaonekana kwamba hali zao si nzuri. Kwenye ile ajali, baada ya kuipata, hali zao si nzuri kabisa, hali zao zilikuwa mbaya. So wakati wanafanya ule utaratibu wa kwenda kuangalia kitu gani ambacho kinaendelea juu yao, ikatokea Mungu akawa amewapenda zaidi. So official rasmi ikawa ni kwamba wazazi wa Jamila, baba yake na mama yake wamefariki dunia. Ilikuwa ni kilio sana, lakini ilikuwa haina namna, kwa sababu tayari kitu kama kile kibaya kilikuwa tayari kimekwisha tokea. So ikabidi taratibu nyingine za mazishi na taratibu nyingine au zile activities nyingine za msiba ziendelee kutake place. So baada ya msiba kuisha, vikao vya familia vikakaliwa pale, ikaonekana kwamba zile mali zote na ile nyumba ambayo walikuwa wanakaa ilikuwa si mali ya wazazi wake Jamila. So mwenye mali akaja akachukua mali zake, na kikao baada ya kukaliwa ndio kwamba inabidi yule Jamila ambaye ndo mdogo, kwa sababu yule kaka yake alikuwa tayari anaweza kwenda kujipambania mwenyewe, so ilikuwa ni ngumu kumchukua tena mdogo wake wa kike. Inabidi mdogo wake wa kike achukuliwe na ndugu yake mwingine ambaye ndiye mdogo wake mama yake mdogo na Jamila, ambaye ndiye mdogo wa mama yake Jamila. So that was done. Ilikuwa ni ngumu kukubali, lakini ilikuwa haina namna, ikabidi mdogo wake amchukue, ikawa ndio mama yake wa kambo. Wakaanza kuishi vizuri. Zile siku za mwanzo waliishi vizuri sana kwa upendo, lakini next days mambo yakabadilika. Mama mdogo wake, mama yake wa kambo Jamila, ambaye ndio mdogo wake, alianza kubadilika tabia, alianza kumnyanyasa na kumfanyia vitendo ambavyo ni ovu, na yale matukio yalitokea mwishoni mwa mwaka na mwanzoni mwa mwaka baadaye. Mama yake wa kambo na Jamila hakutaka kabisa kumpeleka Jamila shule. Huyo anti yake ambaye ndiye mama yake wa kambo hakumpeleka Jamila shule wakati mwaka unaanza. So ni swali ambalo Jamila alikuwa anamuuliza kila siku anti yake kwamba lini utanipeleka shule, siku gani ambayo na mimi nitaenda shule kama wenzangu wanaendelea na masomo, lakini mimi nimebaki nyumbani kila siku nafanya kazi za nyumbani, kazi za shambani, kazi ngumu, yani kazi ni ngumu kuliko umri wake mwenyewe Jamila. Lakini mdogo wake kujibu vizuri kabisa, alimjibu vibaya kwamba endapo ungetaka usome basi nenda kafufue wazazi wako waje wakusomeshe, sababu hapo ni kama unanidharau. Unaona kabisa sina uwezo wa kukusomesha, kwa sababu Jamila alikuwa ana blame muda wote kwamba mama yangu na baba yangu walinisomesha, lakini kwa nini wewe unisomeshe, na wakati umechukua jukumu la kunilea na kunitunza mimi, si ninasoma lakini haunipeleki shule. So hayo ni majibu ambayo anti yake Jamila alimjibu kwamba endapo anahitaji kusoma, nenda kawafufue wazazi wako, kamfufue baba yako, kamfufue mama yako pia akupeleke shule. Ikaja kuwa ngumu sana, manyanyaso mengine akaendelea ndani ya familia, ndani ya nyumba. Akawa anatengwa mpaka muda mwingine ananyimwa chakula ambacho anakipika mwenyewe, lakini hapati chakula ambacho anastahili kula. Sometimes wanajali kwanza familia ambayo iliyopo, anajali mume wake, anajali watoto wake kwanza, wale yule auntie, then Jamila ndo anafuata. So sometimes chakula kinaisha au chakula kinabaki kidogo, so mambo yanakuwa magumu sana, mpaka nafika wakati anamfanyia vitendo vingine vya ukatili, vya kumtegea kwenye ajali pengine, means kwamba hahitaji kuonekana kama anamfanyia kile kitendo, kwa sababu alikuwa anafanya kwa siri na hakutaka watu wengine wajue. So wakati anamtreat vibaya Jamila, anti yake akamwambia, endapo ukiwaambia ndugu zako au watu wengine au majirani au watu wengine ambao wako nje ya nyumba hii, basi nitakutoa uhai, means kwamba nitakuua. So ikawa inakuja kuwa ngumu sana kwa Jamila, still yeye vile umri wake ni mdogo, kwa hiyo vitisho ambavyo alikuwa anavipata alikuwa anaogopa mengine kwamba endapo akiongea, wakitoa malalamiko kwenye serikali za mitaa au serikali kuu, itakuja kutokea changamoto nyingine kubwa juu yake. One day, siku moja, mama yake Jamila akafanya mpango na rafiki yake ambaye ndiye uncle.
si uncle ambaye anakaa naye official, lakini ni kaka tu pembeni wa auntie ambaye anaitwa Mariam. Huyo auntie anaitwa Mariam, na huyo uncle ambaye ni wa nje ambaye anataka kufanya mpango na Mariam anaitwa Nziku. So akafanya naye mpango kwa baadhi ya mbake usiku, majira ya usiku wakati amelala. Mpango ulikamilika, na siku ambayo walikuwa wamepanga kufanya hiyo kitu ikakamilika pia. Akafika pale, lakini kumbe Mungu alikuwa mwema. Mungu alikuwa upande wa Jamila, na ikatokea akausoma mchezo mapema na akafanikiwa kukimbia usiku wa manane. Alifanikiwa kukimbia nje na nyumba. Kwa hiyo ikawa ngumu tena kurudi, kwa sababu endapo angerudi kile kitendo kingefanyika juu yake. Baada ya kwenda huko, akaenda polini, msitu fulani mnene sana wenye wanyama wakali, msitu ambao mara nyingi wanaoingia ni wachache sana, watu ambao mara nyingi huenda kuwinda, na sio kila pati ya msitu wanaenda kuwinda. Kuna maeneo tu baadhi ya pembeni, maeneo ya nje ambao ndio wawindaji au watu wa mawindo wanaenda kuwinda. Akaingia bila kujua kumbe kuna wanyama wakali, bila kuzunguka zunguka pale mpaka ikafika kumekucha, mpaka usiku mwingine ambao unafuata Jamila akawa anaishia kula matunda tu ambao yalikuwa yanapatikana. Still hajui kwamba matunda yana madhara au hayana madhara, lakini alichojali ni kwamba afya yake au njia yake iweze kupungua, iweze kuimarika pengine kimwili. So one time akafika kwenye mahali ambapo kuna wanyama wakali sana. Kuna mnyama mkali ambaye akataka kumvamia, akataka kumdhuru kwa muda ule. Wakati anamkimbiza, baadaye sasa Jamila akawa anatoka nje ya msitu kidogo, ili anataka kumkaribia kwenda kumdhuru kabisa mwili. Kuna mwindaji mmoja ambaye jina lake anaitwa Taguu. Baada ya kuona kile kitendo, akafanya mipango yake, kwa sababu yeye ni mwindaji mzuri, anawinda wanyama wakali na wasio wakali. Akafanikiwa kumpiga mishale miwili yule mnyama mkali. Baadaye yule mnyama akaanguka, na ikawa ndio okoka ya Jamila kwa siku ile. Na alichofanya yule mwindaji Tegu, akamchukua Jamila na kumuuliza baadhi ya maswali. Akamwambia, kwa nini wewe mtoto wa kike, mtoto mdogo, umekuja huku msituni wakati wewe sio mwindaji? Huku mara nyingi wanakuja wawindaji na watalii, tena kwa zile taratibu maalum. Jamila akamweleza kile kitu ambacho kimetokea nyumbani kwao, sababu iliyomfanya aende porini, sababu iliyomfanya atoke nyumbani. Kumwambia kwamba anti yangu ananitesa, sina baba, sina mama, anti ananitesa, anko ananitesa, lakini pia ndugu wengine wa pembeni baadhi wanamnyanyasa. Kwa kitu ambacho kilileta ugumu sana. Hivyo yule Tegu akaamua kumchukua, akampeleka pembeni, kwa sababu yeye pia alikuwa hana uwezo wa kumlea. Yeye ni mtu pia wa msituni ambaye mara nyingi anakaa msituni. So inakuwa ni ngumu kwa mtoto kumweka msituni, na mtoto si mwindaji, hana uzoefu na misitu, hana uzoefu na wanyama wakali. Hivyo kuna mahali ambapo ni pembeni kidogo, pia sehemu ambayo wanalelewa watoto yatima. Ikabidi Tegu ampeleke kwenye kile kituo ambacho watoto yatima wanalelewa. Ikawa ndio pona kwamba wanasema kwamba Waswahili husema ni bora ugali dagaa kwenye amani kuliko wali nyama vitani. Means kwamba kule si mazingira mazuri sana kwenye kituo cha watoto yatima, lakini kuna amani ambapo pia watoto wanapewa care nzuri, watoto wanapendwa, wanajaliwa vizuri sana. Hivyo akaenda kwenye hiyo sehemu na kupelekwa na huyo Tegu. Akamshukuru sana Tegu kwa kile ambacho alimfanyia, na ikabidi sasa Tegu ni kama mlezi wake, sababu ndiye ambaye amempeleka pale, na pale jina ambalo linaandikwa ya mzazi au mlezi au mtu ambaye anampeleka pale likaandikwa jina la Tegu. Hivyo akaenda kwenye kile kituo cha kulelea watoto yatima na watoto wasiojiweza. Baada ya kwenda pale akaanza kuishi vizuri. Sasa angalau maisha yakawa mazuri, kwamba anaishi kwa amani, kwa sababu pia wale wanapewa nafasi ya kusoma. Hivyo akapata nafasi ya kuanza masomo miaka mingine baadaye mingi na kurusha kidogo. Kwenye kile kituo kwa kuna yule mama ambaye analea pia akawa na mtoto wake ambao wamekulia kwenye dini vizuri sana, dini za kilokole, dini za Kikristo. Ikawa ni njema kwa sababu umri ulikuwa umeshaenda. Baada ya kusoma mpaka mbele zaidi, kumaliza masomo ya kidato cha 4 kuna mbele zaidi. Mungu mwema, yule mtoto wa mama ambaye alikuwa anawalea wale watoto akampenda Jamila. Mwisho wa siku wakashumbiana na baadaye wakaoana, kwa sababu yule mama alikuwa anamiliki kile kituo, hivyo angalau kiasi cha pesa kilikuwepo. So hata kwa mtoto wake pia naye alikuwa na uwezo mzuri sana. Hivyo baada ya kuoana, Jamila akawa mke wa mtu official, mtu ambaye mwanaume ambaye anajiweza, mwanaume ambaye ana maisha mazuri. Hivyo maisha yalikuwa mazuri pia, lakini pia Tegu kwenye siku ya harusi naye alihusika kufika kwenye siku ya harusi kama mzazi wa bibi harusi, kwa sababu Jamila mzazi wake ndio alikuwa mmoja tu ambaye anamtegemea, ndio huyo Tegu amini, akasimama kama mlezi. Hivyo maisha yakawa mazuri. Akamshukuru sana Tegu kwa sababu bila Tegu
maisha yake yangekuwa hatarini. Kwanza kabisa angekuwa amefariki, angekuwa ameuawa kwa ule mnyama mkali, lakini pia ingekuwa changamoto zaidi, kwani asingeweza kufika pale ambapo alifika. Ilikuwa ni kama njia ambayo Tegua ameitengeneza. So alimshukuru sana Tegua, alimpatia zawadi zake na kongole zake za kutosha sana. Hivyo huu ndio kwa mwisho wa hii simulizi ambayo inaitwa Injustice. Bwana, simulizi fupi sana ambayo ina mafunzo mengi sana, mafunzo kama vile kupinga unyanyasaji wa watoto ambao hawana wazazi na wanaisha yatima na wasiojiweza, na kwamba kila binadamu ana haki ya kupata furaha, kila binadamu ana haki ya kupendwa, kila mwanadamu ana haki ya kupata care, ana haki ya kujaliwa. Tumejifunza vitu vingi sana na tunaona huruma ambayo anaonewa Jemila na mtu kama Tegua, lakini pia kwenye kile kituo cha watoto yatima ambacho alikuwa ameenda kutibiwa. Bwana, mimi naitwa Balama Tanzania, nikutakie pia